Ni sahihi, ni kweli, una nguvu kubwa ambayo unaweza kufanya mambo makubwa au kutatua matatizo yako katika hali ya uwepesi sana. Kitu kimoja ambacho asilimia kubwa ya sisi binadamu hatujui kama tuna nguvu hiyo. Watu wengi tunatumia nguvu ya kawaida. Ndio maana mambo yetu tunayatatua katika hali ya kawaida. Ndio maana watu wengi wanashindwa kujipambania katika mambo yao, katika changamoto ambazo zinawakabili, kwa sababu wanatumia nguvu ya nje ambayo ni nguvu ya kawaida ambayo kila binadamu hii nguvu anaitumia. Sasa ukimwona mtu, kiumbe yote ambaye ni binadamu katika hii dunia, katika hii nchi, ambaye kafanya mambo makubwa, ambaye anatatua matatizo yake katika hali ambayo wewe hauamini kama huyo mtu anayatatua yale matatizo yake, hali yako unaona ni magumu, ambaye kafanikiwa katika maisha yake, pia katika labda kielimu, labda kiuchumi, kifedha, labda kwa jambo lolote kafanikiwa katika, kapiga hatua kubwa juu ya maisha yake, mafanikio ya jambo lolote ambalo unaona nalo. Huyo mtu kitu alichokitumia tofauti ya baina wewe na yeye kaweza kutumia nguvu iliyokuwepo ndani yake. Hiyo nguvu iliyokuwepo ndani yake ni nguvu ambayo inaweza kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Wewe ambaye unatumia nguvu ya kawaida, au sisi ambao tunatumia nguvu ya kawaida, ndio tunaopata matokeo madogo juu ya maisha yetu. Labda tunatumia nguvu ndogo kwa sababu ya kutokujua kama tuna nguvu kubwa ndani yetu ambayo tunaweza kufanya mambo makubwa. Hii nguvu kubwa tunaweza kuitumiaje? Tunaweza kuipata vipi? Tunawezaje kuwa na hii nguvu kubwa ambayo tunaizungumzia hapa, hii nguvu ambayo ipo ndani yetu ambayo imejificha? Inawezekana, ni kutokujua. Sasa leo tupo katika kujulishana. Naomba tusikizane vizuri na tutafakari. Nadhani kuna kitu ambacho unaweza kupata na ikakusaidia kuweza kubadilisha mwenendo wako wa utafutaji wako wa jambo lako lolote, kiutazamaji, kiutendaji, na pia katika kuchukua hatua baada ya kujua na baada ya kuanza kufikiria. Hii nguvu kubwa ambayo ipo ndani yetu imejificha, ili uweze kuipata, ili uweze kuitumia, inahitaji vichochezi. Ni kama unapotaka kuwasha moto. Moto unapowasha kuni, ni kama vile unapotaka kupata moto katika kuni au katika mkaa. Hauwezi tu ukachukua njiti ya kibiriti ukaiwasha ukaweka kwenye mkaa, au ukachukua njiti ya kibiriti ukaiwasha ukaweka kwenye kuni, basi na moto ukawaka ukapata moto pale, ukapata moto. Hapana, lazima kipatikane kichochezi ambacho moto, cheche ambayo itatoka ya moto ambayo itatoka kwenye njiti ya kibiriti na iweze kukuni au mkaa uweze kupata kuwaka, lazima ipatikane vichochezi. Labda vichenga vya mkaa vinaweza kusaidia mkaa kuwaka au kuni kuwaka, au mifuko ya nailoni au mafuta taa. Tunajua kwa sababu maisha na kila siku ambayo tunaishi katika majumbani mwetu. Kwa hiyo kipatikane kichochezi cha kuweza kuwasha moto. Sasa hii ndio nguvu. Hii nguvu pia inahitaji vichochezi kuweza kuipata na kuweza kuitumia katika mambo yetu. Vichochezi vya namna gani? Vichochezi vinavyohitajika ni majukumu. Tunaweza kusema kwamba majukumu si tunao kwenye maisha. Ndio. Majukumu yale, majukumu mazito, majukumu magumu. Majukumu magumu haya ndio yanaweza kudhihirisha, kutoa ile nguvu yetu ya ndani ambayo imejificha. Mfano mdogo tutotolea ambao utakuwa unaweza kuendana kuelewa na hichi ambacho ninachoweza kukizungumzia hapa. Ukiwa unadaiwa, niambie, ukiwa unadaiwa na mtu akakukazania haswa, akasema bwana, leo mama fulani au baba fulani au Juma au Joni au Yosefu, leo sikuelewi, ninachotaka mimi hapa ni pesa yangu tu, iwe isiwe, ninachotaka mimi ni pesa yangu tu. Wewe utajua mwenyewe wapi uende wapi usiende, lakini wewe mnapata pesa yangu. Kuna kitu ambacho pale unakipata
jambo lishakukalia hapa shingoni, unaanza kufikiria, kutafakari kwamba nitapataje pesa ya kumpa huyu mtu. Unaweza pale likaja wazo au ikaja fikra ya kuweza kupata pesa na kuweza kumpa huyu ambaye anakudai. Hapa natakiwa tuelewane vizuri na niongeke katika hali ya utaratibu. Unaweza kupata akili ya haraka au kupata namna ya utatuzi kuweza kufanikisha kupata hiyo pesa ambayo unadaiwa na kuweza kumpa yule mdaiwa wako anayekudai. Sasa kitu gani ambacho hapa kilichokufanikisha kuweza kupata hii pesa ya kuweza kumpa huyo ambaye anakudai? Labda tuseme huyo mtu anayekudai, tukirejesha nyuma, alikuwa anakudai, lakini katika hali ya kukudai alikuwa anakudai katika hali ya utaratibu, tofauti na leo, siku ya leo ambayo kakusimamia wima, na utafutaji wako ni ule ule. Siku ambayo umefanikisha kuipata na siku ambayo huko nyuma hujafanikisha kuipata, ni utafutaji wako ni wa hali ile ile. Kitu gani ambacho hapa leo hii kimekufanikisha kuweza kupata hiyo pesa na kuweza kumlipa huyo? Ni nguvu ambayo ndani ile kuwepo. Lakini hii nguvu haijatoka tu bure bure. Hii nguvu haija tu bure bure. Imepata kichechezi. Kichechezi ilichokipata ni jukumu zito la hapo kwa hapo. Kwamba leo nahitaji pesa yangu. Sasa ile kauli leo nahitaji pesa yangu, sielewi. Ile jukumu zito kwamba nitapataje hii pesa na lazima niweze kulitatua ile jambo niweze kuwa na amani. Sasa lile jukumu la ule muda huo ambao umelipata la kukaliwa shingoni, ndio limeenda kama kugusa kitu fulani hivi katika akili yako. Ile akili yako ikatanuka, ikapata mwanga. Kuna kichochezi cha nguvu ikaja, kwamba ya nguvu ikaja ya ufikiriaji na ya ufikiriaji na ya utendaji, kwamba nifanye kitu fulani kuweza kupata pesa kuweza kumpa huyu mtu. Sidhani, sijui hapa tutakuwa tumeelewana. Tuongezee mfano mwingine. Nataka tuelewane ili tukifanyie kazi kitu ambacho tunachofahamishana. Pale mtu anapokuwa amekukasirisha, unakuta wengine wakiwa katika hali ya kawaida wanakuwa ni watu wa kawaida sana, lakini mtu anapokuwa amekasirishwa anaweza akafanya kitendo ambacho cha kustajabisha kibaya sana, ambacho kila mmoja anaweza akashangaa, huyu mtu kawezaje kufanya kitu kama hichi? Lakini sio kawaida yake, haipo hivyo. Sasa kile kitu ambacho kinachofanya mtu kutenda jambo baya ni nguvu ya ndani ambayo imejificha, ambayo imempa uwezo wa kutoa maamuzi ya kufanya lile jambo baya, ambayo jamii inastajabu kwa kile kitendo ambacho kimefanya. Ile nguvu iliyotumika kufanya jambo baya imepata kichechezi baada ya kukasirishwa. Kukasirishwa huko, labda mtu anaweza katokea akakutokania mama yako, au mtu akakuletea dharau wewe usioipenda, au mtu niseme sijui kwamba, au mtu akufanya jambo lolote ambalo wewe wako likakukwaza. Sasa kile kitendo kukasirishwa kwako inaenda kushtua kitu fulani katika mwili wako, inapata kichochezi. Yaani kile kitendo kinakuwa kama ni kichochezi ambacho kinaenda kuchochea kitu fulani, inakuja nguvu fulani ya kutoa maamuzi ambayo wewe kwako baadaye ukikaa unaweza kujiuliza, hivi ni kweli mimi nilifanya kile kitendo? Ni kwa sababu ulitumia nguvu ya ndani uliyokuwa nayo, na ile nguvu ya ndani uliyokuwa nayo imepata kichochezi. Sasa ili tuweze kutumia hii nguvu ya ndani ambayo tuliyokuwa nayo, tunahitajika kupata vichochezi kwenye maisha yetu. Na hapa vichochezi, tukimalizia mfano,
tusitumie muda mwingi katika kuelekezana. Wale wenye wanaoishi maisha yao, wanaotumia muda wao wote kwenye maisha yao katika kusudio lao la maisha, katika kusudio lao la nini, la maisha, au ule mwanafunzi ambaye anasoma lakini anahitaji katika ufaulu wa mitihani yake awe mtu wa kwanza au mtu wa pili. Sisi tunaelewana? Awe mtu wa kwanza au mtu wa pili, anahitaji awe hivyo tu, na lazima atahitaji kusoma kwa bidii ili aweze kufanyaje, kufanikiwa hitaji lake kuwa mtu wa kwanza au mtu wa pili. Sasa ile kitu, ule uhitaji wa kufaulu katika mitihani yake inampa uchochezi wa kufikiria namna gani mimi naweza nikafaulu. Ule uchochezi unaamsha nguvu fulani katika mwili wake. Ile nguvu inapoamka inakuwa inamfikirisha kwamba inabidi nisome kwa bidii, inabidi katika kusoma kwa bidii nisome hivi ili niweze kufaulu. Lakini nguvu itatoka baada ya kupata kichochezi. Kichochezi chake ni kutaka kuwa mtu wa kwanza au mtu wa pili katika ufaulu wake wa mitihani. Hapa tunaelekezana namna kuweza kuitumia hii nguvu ya ile kuwepo ndani yetu. Inahitaji vichochezi, na hivi vichochezi ni ugumu wa kujipa wewe, ndiyo kitu inachozalisha hii ngumu. Yaani ule ugumu, vichochezi ni ugumu, majukumu magumu au mambo magumu yale unayojipa ndiyo yanayozalisha hii nguvu ambayo ipo ndani yako. Lakini kama hautaki kupata vichochezi vya mambo magumu, basi hauwezi kupata hii, hauwezi ukapata hii nguvu. Ndio maana watu wanasema ili uweze kufanikiwa lazima ufanye kazi kwa bidii, ufanye kazi kwa juhudi, ufanye kazi kwa kujituma, ndipo uweze kufanikiwa. Hivi vitu, juhudi, bidii, ugumu, vinachochea kuzalisha nguvu ambayo ipo ndani yako, kufanya mambo magumu kuwa mepesi na kuweza kuleta matokeo makubwa kwenye maisha yako au katika jamii. Nadhani hapa itakuwa imetosha kupeana mifano. Kwa vichochezi ni ugumu ambao umekutana navyo. Kwa ukiwa tayari kupokea ugumu kwenye maisha yako, kupokea changamoto nzito ngumu kwenye maisha yako, basi utaweza kuzalisha nguvu ambayo imejificha ndani yako. Hii nguvu sababu imepata vichochezi. Hii nguvu itakuamsha akili yako, namna ya kufikiria, namna ya utendaji wa mambo yako, na namna ya kuchukua hatua. Nguvu faida yake inakuwa ni hiyo. Ufikiriaji wako unakuwa ni mkubwa sana, utendaji wako unakuwa ni mkubwa sana, na uchukuaji wako wa maamuzi unakuwa ni mgumu sana, ambao una matokeo makubwa juu ya maisha yako au juu ya dunia. Tumia hii nguvu ya ndani kufanya mambo makubwa katika maisha yako au katika hii dunia. Sasa hii vichochezi haitakiwi tu kuwa vichochezi vyake. Vichochezi pia vinajengwa na imani. Ukishapata vichochezi tushasema ni magumu au majukumu magumu au mambo magumu, na vichochezi vinaambatana na imani. Imani ndiyo inakuja kuzalisha matokeo. Ushapata vichochezi vigumu, kwamba hili jukumu kwangu ni gumu, lakini mimi nitaliweza. Hiyo ndio imani, kwamba lakini ni gumu lakini nitaliweza. Imani kwamba haijalishi ugumu wake lakini nitaliweza. Imani inatakiwa kuamini kuwa inawezekana. Naweza kawa Kassim Majaliwa waziri mkuu, unaweza kawa Diamond, unaweza kuwa msanii mkubwa. Imani inaandika vichochezi. Naweza kuwa Modowich, inawezekana. Naweza kuwa Said Salim Bahresa, inawezekana. Siweze. Wewe binadamu, na binadamu unashindwaje sasa? Amka, tumia nguvu, inawezekana. Tunaona kwamba ni mambo maajabu, tunaona kama ni watu wanafanya mambo ya ajabu kama mambo ya ajabu sana katika hii dunia. Hamna, ni imani tu. Hii imani inatengenezwa na vichochezi.
kisha inazalisha nguvu uliyokuwa nayo katika mwili wako. Inawezekana, haishindikani. Hakuna kitu kinachoshindikana katika haya maisha, ila tu tusizungumzie mengine, kwa sababu kwenye uhitaji wa ufanikishaji wa jambo pia kuna changamoto, lakini changamoto zipo kwa ajili tuweze kupambana nazo, ili tuweze kufanikiwa na kuwa kubwa, tuweze kuvuka daraja iliyovunjika, kama wanafunzi wanavyosema. Ipo hivyo, unaweza kufanya mambo makubwa pasipokuwa na wasiwasi. Kikubwa, tafuta vichochezi, tengeneza imani. Imani inazalisha kitu katika moyo wako, inazalisha kitu katika moyo wako ambao ni vichochezi. Imani inatengenezwa na vichochezi, baada ya majukumu mazito ambayo unakutana, inatengeneza kwa imani. Imani inazalisha nguvu. Sasa baada ya imani inakuja nguvu. Inawezekana. Baada ya kuwezekana, sasa unapata nguvu ya kutenda. Sasa kusema kwamba hata kama kitu ukiwezi, ukasema hichi mimi naweza kufanya. Sielewa? Hivi tujiulize swali fupi. Haujawahi kufanya kitu kwenye maisha yako, kwenye ukubwa wako, hujawahi kufanya kitu ambacho baadaye ukajiuliza, hivi mimi niliwezaje kufanya kile kitu? Haijawahi kutokea? Nadhani ishawahi kutokea. Kwa nini ishawahi kutokea? Ni kwa sababu ulitumia nguvu iliyokuwepo ndani ya mwili wako. Na hii nguvu iliambatana na imani kuwa naweza. Sasa ile imani kuwa naweza ikazalisha nguvu ya kuweza kufanikisha kuweza kule. Ipo hivyo. Tutumie kitu. Tutumie nguvu ya ndani katika kufanya makubwa, tutumie nguvu ya ndani katika kufanikisha mambo yetu magumu kwenye maisha yetu. Tumie nguvu kubwa kuwa watu wakubwa katika hii dunia. Inawezekana. Unaweza kuwa kama yule ambaye unayemuona. Kwa kumalizia, kuna watu wakubwa katika maisha yao wakiwa wamefanikiwa. Wanasema kwamba mtu fulani kani motivate, yani kama mhamasisha, au kama namwangalia kama mtu fulani kupata mfano wa kuiga kutoka kwake juu ya kile kitu ambacho anachokihitajia. Sasa yule alimtengenezea imani, ile imani ikamzalisha nguvu ya kuamini kwamba inawezekana na kuweza kutenda juhudi.